Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu. Leo ni Jumatano ya Majivu na ni siku ya muhimu sana. Tunazindua sasa our Lenten season. Na kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumeanza na Wakristo na viongozi wetu, mapadre wote na maaskofu wote. Tumeanza hii safari nyingine ya muhimu sana ya siku 40 ya kufunga, ya kusali na pia kusaidia watu ambao hawajiwezi, yani to do charity, kwa sababu hiyo ndio kazi ya mtu ambaye ni Mkristo. Na kwa hivyo tunaendelea kuhimiza ya kwamba kama kanisa tuendelee kutafakari theme ile ambayo tulitoa tukizindua Lenten campaign ya mwaka huu 2026. Tulikuwa maskofu, tulikuwa huko Lodwar na mapadre na Wakristo, tulikuwa huko Diocese ya Lodwar na tukazindua sasa Lenten campaign ya mwaka huu. Na Lenten campaign ya mwaka huu ni tuombe kama wana Kenya, kama Wakristo, tuijenge Kenya ya haki, tuijenge Kenya ya haki, tuijenge Kenya ya amani na Kenya ina umoja, na tuhakikishe ya kwamba tudumishe usawa na heshima kwa kila mwana Kenya, kila mwanadamu. Na hili ni jambo la maana sana kwetu kama kanisa, ya kwamba tukiwa Wakristo sisi pia ni citizens of this country, na kwa hivyo tunataka Wakristo wote na Wanakenya wote, sisi wote tuungane ili tuweze kujenga Kenya ambayo kila mtu anafanyiwa haki, na tuone ya kwamba kila mtu anaishi kwa njia ya amani, na pia tunaomba ya kwamba tuweze kuwa na usawa bila kubaguana. Tunaona vile tunabaguana, tunaona kwamba watu katika misingi ya kabila zao unabagua, unaona kama kwa kweli hao ndio watu wa maana. Lakini kama Wakristo sisi tunajua kwamba watu wote ni watoto wa Mungu. Kwa hivyo inatakiwa kuwa na usawa mbele ya Mungu. Hakuna Mjaluo mbele ya Mungu, hakuna Mkamba, hakuna Mkikuyu, hakuna Mkalenjin. Mbele ya Mungu sisi wote tuko sawa. Na kama tunaiga mfano wa Mungu, tunatakiwa now to treat kila mtu kwa huo usawa, equality, usawa. Na hata kama ni kugawa mali ya nchi yetu, pia kuwe na usawa, kwa sababu kila mtu yuko na haki. Kwa hivyo kila mtu afanyiwe haki, na maeneo yote ya Kenya yaweze kufanyiwa haki. Kama ni kugawa mali ya nchi, kama ni kugawa, tusisikie kwamba watu wengine wanafanyiwa mengi ama wengine hata hawafanyiwi. Hii Kenya ni yetu sisi sote, na tunatakiwa kuwa sawa, kufanyiwa haki, na hiyo ndio the only way ya kuishi kwa amani. Kwa sababu hawa wakifanyiwa, tuseme hawa wakifanyiwa wamepatiwa na wengine hawapatiwi, si hiyo ni vita? Si watakuwa na conflict, kwa sababu sasa watachukiana. Kwa hivyo tunaomba sana viongozi wa serikali, na hii ndiyo Kenya tunataka, ambapo Kenya ambayo kila mtu anafanyiwa haki. Hii ndiyo Kenya ambayo tunataka, ambapo kila mtu anaishi kwa amani na mwingine. Mimi nikiwa hapa Ukambani, natakiwa kuwa na I feel very much at peace with the people here, because these are all children of God, na hakuna tofauti. Kwa hivyo tunaomba Roho Mtakatifu atusaidie sana, kwa sababu sijui kwa nini watu wana Kenya, sijui kwa nini tunashindwa kuheshimiana. Na kwa hivyo tunaomba sana, na tunaomba kanisa sasa iwe katika mstari wa mbele, kwa sababu Wakristo ndio mwanga wa dunia. Wakristo ndio chumvi. Kwa hivyo sisi Wakristo kama kanisa, maaskofu, mapadri na Wakristo wote tuwe mstari wa mbele kuonyesha Wanakenya wengine kuwa watu wa haki, kuwa watu wa amani. Na pia kama vile nimesema, kama Wakristo, hiki ni kipindi cha kuomba sana.
kuomba zaidi na zaidi na zaidi na zaidi, ili tuweze, kama vile tumesikia katika somo la pili, tuweze kupatanishwa na Mungu zaidi. Tumesikia katika somo la kwanza nabii akituambia kwamba turudi kwa Mungu kwa moyo wote. Huwezi kuwa unamesema unarudi kwa Mungu kwa moyo wote kama ufanyii watu kwa haki. Kwa sababu lazima kama tunarudi kwa Mungu kwa moyo wote, lazima tuwe watu ambao wako tayari kufanya mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu ni watu wote waweze kuheshimika na kuishi kwa amani kama watoto. Kwa hivyo ni kipindi tumesema kuomba zaidi, ni kipindi cha kufunga. Tunafunga kwa sababu sisi tuna uhuru wa kufunga. Tumeumbwa katika maumbile ya kusema tunaweza kusema kwamba nitafunga ili hata niweze kusaidia mtu mwingine ambaye hajiwezi. Pengine hiki ni kipindi kunaona kwamba kuna drought na mnaona kwamba kuna watu wengine katika nchi yetu ambao hawana chakula, hata mifugo, lakini sana sana binadamu hawana chakula. Kwa hivyo Mkristo akifunga atapata nafasi hata ya kusaidia huyo mwingine ambaye pengine hajiwezi kwa sababu ya shida ya ukame. Kuna ukame mmeona lakini hata tunashukuru Mwenyezi Mungu, leo tumepata mvua. Na hata Nairobi kuna mvua. Hata hapa leo kulikuwa na mvua. Unaona wema wa Mungu. Kwa hivyo tujaribu kuwa wema. Mungu anatufanyia haki. Kwa hivyo hata sisi tufanyiane haki. Kwa hivyo tutafunga zaidi, tutafunga na tutasaidia watu wengine zaidi. Yaani hiyo ndio njia sasa ya kurudi kwa Mungu. Viongozi wetu, hatutaki siasa, tunataka viongozi. Hatutaki wanasiasa. Wanasiasa wamefanya hii nchi yetu ni kama biashara yao. Sasa tena wameanza tena kampeni. Wameanza kampeni. Sasa ni kampeni za kufanya nini? Na kama ziwe ni kampeni za basi za kufanyia haki. Kufanyia watu haki, kama ni kampeni za kufanyia Wanakenya haki. Kwa sababu hawa viongozi wengine, pengine sio wote, lakini wengi wao hawa viongozi wengine ndio wanaleta wanafanya Wanakenya watengane, kwa sababu wanahubiri lazima kama ni mikutano yao wahubiri amani. Na tunaomba sana, sisi tumeamua kama kanisa waheshimu pia waheshimu makanisa yetu, waheshimu. Kwa hivyo wanasiasa, msikuje hapa kuja kutumia kanisa ili muweze kugawanya watu, ili muweze hata kuleta maneno yenu ya kisiasa. Mheshimu kanisa. Kwa hivyo mwanasiasa yeyote akikuja kanisani asitarajie kupewa nafasi ya kuongea. Ukitaka kuongea, unajua pahali unatakiwa kwenda. Kanisani ni pahali pametengewa Mungu. Kwa hivyo wanasiasa, wakati mnakuja, kujeni tusali pamoja. Viongozi, kujeni tusali pamoja. Kujeni tutafakari pamoja, ili vile tutaweza kuwa na Kenya ya haki. Kujeni tuombe pamoja, kwa sababu hata nyinyi mmepungukiwa. Wanasiasa wengi wamepungukiwa ama wako na ubinafsi. Kwa hivyo kujeni tuombe pamoja, tuweze kuona vile tutajenga Kenya ambayo ni ya haki, Kenya ambayo ni ya amani. Utasikia wengine wakisema ati tunataka amani, na wao ndio wanaenda kufuruga. Unaongea mambo ya kutenganisha watu, mambo ya kufuruga watu, na tena it's like they are fooling us. Kwa hivyo tuombe ya kwamba mtu akiongea akisema Wanakenya, viongozi wote waweze kuwa watu wa haki, watu wa amani, na pia kuleta Wanakenya kuwa na umoja. Kwa hivyo kama vile nimesema, kama kanisa sisi tutaendelea, this is the gospel that we always preach. Sisi tutaendelea kuomba, pray for justice. Na kama Wakristo, you can never claim to be a holy person if you are not a just person. Justice has a lot to do with holiness. Kwa hivyo kama unataka kuwa mtu mtakatifu, uwe mtu wa haki, uwe mtu wa amani, na uwe mtu wa kuleta watu pamoja. Na kuleta, kama ni familia, kuleta familia pia pamoja. Kama ni jimbo kama hili la wote, tuweze kuwa kitu kimoja. Tuweze kufanyiana haki, na tuweze kuwa na watu wa amani na kuwa kitu kimoja.
ili tuweze kudumisha usawa na kuheshimu kila mwanadamu. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kuwatakia Wakristo wote katika jimbo letu la Wote, kuwatakia wakati season, a very fruitful Lenten season to all the Christians in Wote Diocese, in our metropolitan of Nairobi and in our country Kenya. I would like to wish our country Kenya and the entire church, kiongozwa na Baba Mtakatifu, to the entire church to experience rather to have a fruitful Lenten season, ambapo baada ya msimu huu tutaweza kuwa kwamba tumepiga hatua towards our heavenly destiny.